kama EF italeta upinzani kwa Simba, lakini Simba wameshinda vizuri kabisa. Unajua ni kweli kabisa, yani kwa sababu hata ukiangalia mechi yao iliyopita kwenye ligi kuu Simba walishinda wa ushindi mwembamba goli 1-0, lakini pia ukiangalia timu ambayo ilitoka kuburuza mkia mpaka imefika nafasi ya 6 katika NBC Premier League, ni lazima kwamba ungeona mchezo ungekuwa na ushindani mkubwa. Isitoshe Simba ambaye anashiriki michuano mengi, anacheza michuano ya kimataifa, anacheza ligi kuu, kwa obvious watu wakafikiri pengine Simba atakuwa na uchovu, anakutana na EF ambayo imeimarika, lakini mambo yakawa tofauti. Kuna wakati EF wakawa wanataka nao kupishana na Simba waweze kutengeneza nafasi wafunge, lakini wakazidiwa. Simba wakawa bora sana, wakatengeneza nafasi nyingi, lakini kitu ambacho nimekipenda kwa Simba na wamekifanyia kazi ni swala la kutumia vizuri nafasi wanazozipata, na Jean Baleke amekuwa ni mtu sahihi, kwa sababu kipindi cha nyuma hata kocha Robertinho alikuwa analalamika kwamba nafasi zinatengenezwa nyingi, lakini ni watu wachache ambao wanaweza kuconvert zile nafasi kuwa magoli. Lakini hivi sasa nafasi zikitengenezwa hata 8 ngapi, unajua kabisa kuna uhakika wa kupatikana kwa magoli 3. Kwa hiyo iko ni kitu kikubwa ambacho Simba wamekifanyia kazi. Walifanyia kazi hata katika mechi dhidi ya Wydad Casablanca, walipiga shot on target almost 2 tu, lakini moja ikawa ni goli. Kwa hiyo ni maendeleo mazuri kwa mwalimu na ni maendeleo mazuri kwa timu. Kwa hiyo kwa maana mechi ya Raja sasa sio Wydad, ni Raja sio Wydad, mechi ya Raja. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaonesha kabisa project ya mwalimu inaendelea vizuri. Kwa hiyo mimi nafikiri kitu kikubwa ambacho EF walizidiwa, paka nilipata kumsikiliza Zuberi Katwila alisema kwamba yale makosa mengine walikuwa wanalazimishwa kufanya. Yani mpinzani wako akiwa bora, kuna namna anakulazimisha wewe ufanye makosa. Ulitazama mchezo wa Simba wakishinda goli 5-1. Ni ile Simba ya Robertinho ambaye alikuwa anaitamani, kwa sababu nilimsikia baada ya mechi mwalimu Robertinho akasema anataka watu wacheze vizuri wanapokuwa hawana mpira, anataka watu wacheze vizuri wanapokuwa na mpira. Simba ilikuwa inacheza vizuri inapokuwa na mpira kabla hajaja yeye, lakini walikuwa wachezi vile anavyotaka wanapokuwa hawana mpira. Kwa hiyo yeye, hiyo ilikuwa inamsumbua sana, na ikapelekea mtu ambaye alimtolea mfano wakati amekuja tu alikuwa ni Chama. Anasema Chama alikuwa mzuri sana anapokuwa na mpira. Je, tusipokuwa na mpira Chama afanye kile anachotaka? Na ndio maana ile mechi akamtoa, kelele zikawa nyingi za mashabiki. Wengine wakasema mwalimu inabidi aingie kwenye mfumo wa Chama na vitu kama hivyo. Lakini kutoka siku ile mwalimu nilichompenda Robertinho aliamua kufanya kazi anachokijua yeye, lakini akiwa ametulia, na Chama naona kama ameingia kwenye mfumo wa mwalimu. Yes, kwa asilimia kubwa sana, na mwalimu anatengeneza mfumo baada ya kufahamu uwezo wa wachezaji wake, tabia binafsi ya mchezaji mmoja na uwezo wake kiujumla, ndio anatengeneza mfumo sahihi wa kwenda kucheza. Lakini unachopaswa kukumbuka, Robert mdogo huyo Robertinho, mimi na kakangu marehemu anaitwa Robati. Sasa huyu ni Robert mdogo kwa tafsiri ya kwamba Robertinho. Mimi mjomba wangu yupo anaitwa Robert. Naam, sasa nikimzungumzia anaitwa Robert Kibogoyo. Naam. Nikimzungumzia Robert mdogo kwa maana kocha wa Simba, na kwenda kuangalia taifa analotoka, ni lazima litaenjoy mpira ambao una vionjo ndani yake, na ukiwaruhusu wachezaji kuwa na vionjo, yani afanye ile play style yake binafsi, lakini haiconnect na timu, yani kile anachoweza mchezaji akitumie kwenye mchezo mmoja, ila asiondoke kwenye taratibu za kitimu. Na ndipo alipoanza kusigana mapema ile na Chama, kwamba yeye anamuona Chama anacheza katika individual ability yenye slowness, yani taratibu sana, lakini nilijua tu kwamba itahitaji muda kumbadili vile. Na mimi kuna kitu nimekinoti, sio jambo jepesi kwa mtu mwingine kunoti. Simba katika role ya kucheza wanacheza na namba 10 wawili, tunasema number 10 play on the ball base. Yani mpira unapoanza, haijalishi kwa fullback wa kulia au kushoto au kwa center back namba 4 na namba 5, kuna namba 10 kucheza mbali, yani juu ya half ya uwanja, na kuna namba 10 kucheza chini hapa. Sasa unapomuona Chama mpira unapoanzishwa hapa chini anashuka, kuna muda anasimama kama last defender yeye, yani anacheza kama namba 5, maana yake aweze kuchukua mipira kuitoa kule, the same wanavyocheza Ntibanzokiza. Kwa hiyo amekuwa na faida mara 2 kwenye eneo hili, ndio maana Simba ina accelerate vile. Jonesia Rukia Kage ndio alikuwa mwamuzi wa mchezo wa juzi. Huyu wa jana naona umemzungumza sana makocha wa timu zote mbili. Wajuzi hakukuwa na kelele, sio kwa waliofungwa wala walioshinda. Kage